Roho Mtakatifu ukianza kujua thamani yake ndani ya maisha yako, simply anaanza kufanya kazi kama kiongozi, anaanza kufanya kazi kama mwalimu, anaanza kufanya kazi kama msaidizi. Na ndio kwenye kitabu cha Ezekiel 36:27 anasema ili kuwaendesha katika sheria zangu. So Roho Mtakatifu the anointing, ukimruhusu afanye kazi kwenye maisha yako kwa kutambua thamani yake na nafasi yake. Kuna vitu viwili tofauti hapa. Kuna thamani ya Roho Mtakatifu na kuna nafasi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nafasi yake kwenye maisha yako, he is a God 100%. Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu. Anachokifanya Mungu kwenye maisha yako ni kuachilia roho yake ikae ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana nakwambia mara nyingi ni mtu wa thamani. Umeokoka, umempokea Kristo, alichokifanya Mungu akaachilia roho yake ikakaa ndani yako. So you are living the world ambayo imeharibika, lakini still you have the Holy Spirit, you have the Spirit of God kwenye maisha yako. Miongoni mwa kitu kingine ambacho pia ni hatari na ni cha ajabu ambacho kinaweza kikaharibu kabisa upako, ni pale ambako utafikia kwenye dimensions za kutokuujali na kuuthamini mwili wako. Kwa sababu Roho Mtakatifu huwa hakai kwenye akili, huwa hakai kwenye akili wala kwenye macho, anakaa kwenye mwili wako. Nakumbuka wakati ambao Yesu alipokutana na yule jamaa Mgerasi, alikuwa na pepo wengi. Alafu baada ya pepo kutoka, wakamwambia tunataka tuamuru twende mahali pengine tukaingie. Utagundua kwamba pepo manake ni spirit, ni roho. So roho yoyote ili ifanye kazi kwenye ulimwengu inahitaji mwili wa kukaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Inahitaji mwili wa kukaa. Na ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu ili afanye kazi kwenye maisha yako, anahitaji mwili wako. And that was the Bible says, hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu takatifu la Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. He does not exist in your mind. He exists in your flesh. Anakaa kwenye mwili wako. So ukitaka kumuua Roho Mtakatifu wa the anointing na aondoke kwenye maisha yako na ubaki mtupu, simply acha kuujali mwili wako. Na ndio maana watu wa Mungu wanawafundisha kwa ujasiri na kuambia holiness is about practice pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni pamoja na tamaduni. Kuficha mwili wako na kustiri mwili wako ni utakatifu. That is not the holy gospel. Sometimes huwa tunafikiri kwamba kuficha mwili na kufunika mwili wetu ni kama ni injili ya dhamani. Let me tell you, sio injili ya dhamani. Na by the way, every gospel ambayo utahubiriwa, Paulo anasema kwamba akija hata malaika akahubiria injili tofauti na inaharaniwe. Kwa injili yoyote ambayo utahubiriwa, kama haihitaji utakatifu, kama haimanifesti utakatifu kutokea kwenye hiyo injili, that is not a gospel. Cha kwanza ambacho kinaifanya injili kuwa injili ni utakatifu.